Tena katika studio za Generation TV. Leo ni siku nyingine na ni siku bora sana ambayo utakwenda kujifunza mambo mengi. Kama tunavyojua, kuna vita ambavyo watu wamekuwa wakipigana lakini hawajui wamepigana vita gani. Na vita hivyo havionekani kwa macho wala vita hivyo havipigwi kwa mikono. Na leo mgeni wetu atakwenda kutuelekeza mambo mengi na kutuelimisha. Hakika yangu utakwenda kujifunza mengi zaidi. Kitu cha msingi, usitoki kwenye hii interviews kabla hujajifunza mambo mengi sana. Karibu ndugu Mr. Petro. Karibu sana studio za Generation TV. Hello, Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Joshua Petro. Leo ni siku nzuri ambayo Mungu ameifanya. Takuwa kipindi kizuri ambacho tutajifunza kwa pamoja na Mungu atatusaidia na hautabaki kama ulivyo. Naamini baada ya hapo utakuwa mtu mwingine mwenye ufahamu tofauti na akili tofauti. Karibu sana, ubarikiwe. Naam, Mr. Petro, cha kwanza ninachotaka kufahamu ni kuhusu wewe, swala la imani. Kabla ya kumjua Mungu, ulikuwa ni mtu wa aina gani hapo nyuma, na sasa hivi tunakuona ni mtu wa imani, pia ni mwalimu wa neno la Mungu. Ulikuwa ni mtu wa aina gani? Kabla sijaokoka, maisha yangu yalikuwa yampendezi Mungu. Kati ya watu ambao walikuwa wasumbufu kwa wazazi wao, na mimi pia ni mmoja wapo. Mimi nakumbuka miaka ya nyuma nilikuwa rudi nyumbani usiku wa manane, lakini pia nimewasumbua sana wazazi kiasi kwamba mimi nilikuwa mtoto mtukutu, gombana na watu, gombana na mzee nyumbani, and that was my life. Lakini baada ya kumpokea Yesu, nilimpokea Yesu nikiwa form 1, na from there maisha yangu yamebadilika kabisa. Nimeona Mungu akinisaidia kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo maisha yangu kabla ya wokovu yalikuwa sio mazuri, na maisha yangu baada ya wokovu ni mazuri zaidi. Naam, tunapozungumzia makosa kwa maana kubwa huwa tunamaanisha nini, au tunapozungumzia dhambi? Dhambi huwa ni nini kwa tafsiri yako binafsi? Ndio unasema this is a sin. Dhambi kwa tafsiri ya asili inamaanisha missing target. Yaani kwenye ile michezo ya mishale, mtu anapokuwa analenga, ni kuna alama pale ya katikati. Akienda akipiga mshale wake nje ya ile alama, inamaanisha miss target. Kwa hiyo kwa mfano, Mungu aliwapa maagizo Adam na Hawa kwamba wafanye wasile mti wa tunda la katikati. Wenyewe walipokula inamaanisha wali miss target. Kwa hiyo unapomaanisha dhambi inamaanisha unafanya kinyume na kile Mungu alichokisema, kinyume na maagizo ambayo Mungu aliyasema. Kwa hiyo Mungu na maagizo ambayo ameyatoa, mtu anapofanya kinyume ya yale maagizo ambayo Mungu aliyatoa au taratibu ambayo Mungu alitoa, that is sin. Yeah. Ni matokeo gani ambayo mtu anayapata baada ya kufanya dhambi? Inamuua kimya kimya kwa namna gani au kivipi? Okay, ninapozungumzia dhambi inamuua mtu kwa namna ya ukuu. Biblia inaeleza kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Reubeni. Reubeni alikuwa ni mzaliwa wa kwanza wa Yakobo. Na Reubeni alilala kwenye kitanda cha baba yake. Yaani alilala na mke mdogo wa baba yake. So then Reubeni, wakati mzee Yakobo anatamka baraka, alimwambia Reubeni, kwa kuwa ulipanda kwenye kitanda cha baba yako na usiwe mkuu. Kwa hiyo dhambi ambayo inaifanya ndani ya mtu inaondoa ukuu. Dhambi inasababisha mtu asiwe mkuu. So kila mtu Mungu alimuumba aje kuwa mtu fulani ambaye ni mkuu, au mtu fulani ambaye ni muhimu sana katika jamii. Dhambi inachokuja kukifanya, inakuja kukiondoa hicho kitu ambacho Mungu alimwekea mwanadamu. Kwa hiyo Reubeni alitakiwa aje kuwa mtu mkuu, alitakiwa kuja kuwa mtu mwenye nguvu, alitakiwa kuja kuwa mtu mwenye yani mtu ambaye ataendeleza kizazi. Lakini Reubeni kwa sababu alifanya dhambi akaendelea kuwa kitu kama hicho. Lakini kitu kingine, dhambi inawatenga watu na uwepo wa Mungu. Biblia inazungumzia kwamba kina Adamu alipokosea, Mungu aliwafukuza kwenye Edeni. Na unapozungumzia Edeni ni sehemu ya uwepo wa Mungu. So mtu anapokosea anaenda mbali na uwepo wa Mungu. Kitu kingine, Biblia inasema mkono wa Mungu si mfupi hata usiweze kuokoa, na sikio lake si zito hata ziweze kusikia, lakini dhambi zenu zimewafarakanisha ninyi na Mungu. Dhambi inachokifanya inamfarakanisha mtu na Mungu. Na Yesu anasema sisi hatuwezi bila yeye. Anasema mimi ni mzabibu, baba yangu ni mkulima. Afa anasema sisi ambao ni matawi hatuwezi bila Yesu. Kwa hiyo mtu akishatenganisha na Mungu, inamaanisha maisha yake yote
atakuwa hawezi, kwa sababu mtu bila Mungu hawezi chochote. Kwa hiyo ndio dhambi inafanya hivi, inamtenganisha mtu na Mungu, na mtu akishafarakana na Mungu hataweza kufanya biashara, hataweza kufanya maisha yake ya kawaida, hatafanikiwa kirahisi kwa sababu amejitenga na Mungu. Naam, tunaondokaje sasa katika huo mtego? Kuna mtu anatamani aache mambo mabaya, anasema hichi ni kitu kibaya, lakini anashindwa kukiacha. Ni njia zipi ambazo za kumsaidia ili aweze kuacha hicho anachokifanya? Njia rahisi ya kuacha kile ambacho mtu anakifanya, cha kwanza ni kumpokea Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Hawezi ukaishinda dhambi nje ya uwepo wa Mungu. Hawezi ukaishinda dhambi nje ya neno la Mungu. Kuacha mambo mabaya na kujitahidi kuacha mambo mabaya nje ya Mungu is like kuwa mtu mwenye tabia njema ambayo haitakusaidia chochote na haitabadilisha maisha yako kabisa. Kumkubali Yesu ni kunakupelekea wewe kuacha dhambi, kwa sababu ukishamkubali Yesu anakupa Roho yake Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya maisha ya mtu, bila nasema hata imekuwa mtu amekuwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. So huyo kiumbe kipya anaweza kashinda dhambi kirahisi. Kwa hiyo mtu anaanza kuishinda dhambi kwa kumpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Another thing which is very important is kwa kuambatana na watu ambao ni sahihi. Mtu anaweza kaishinda maisha ya ubaya au maisha ya uovu kwa kuchagua kuambatana na watu ambao ni sahihi. Ukiambatana na watu ambao sio sahihi, hauwezi ukashinda dhambi kirahisi. Watu wengi ambao wanafanya dhambi ni kwa sababu wanaishi maisha ambayo wameambatana na watu ambao sio sahihi. Kwa hiyo nitarecommend kwamba mtu akitaka kuishi maisha matakatifu aambatane na watu ambao ni wataua, aambatane na watu waliookoka, aambatane na watu ambao wana tabia nzuri. Kwenye version ya Kiingereza Biblia inasema msidanganyike, mazungumzo mabaya yanaharibu tabia njema. Kwenye version ya Kiingereza anasema bad company corrupt good moral. Kwa hiyo kampani yako ambayo unakuwa unatembea nayo inaweza kupelekea wewe uendelee kufanya dhambi au usiendelee kufanya dhambi. Ukiambatana na watu ambao wanaiba na utakuwa mwizi. Ukiambatana na watu ambao ni walevi na utakuwa mlevi. Ukiambatana na watu ambao wanaishi maisha matakatifu na utakuwa hivyo hivyo. Maana Biblia inasema chuma unoa chuma, ndivyo mtu anavyohusu rafiki yake. So ukiwa katika kuambatana na mtu ambaye ni sahihi, lazima tu maisha yako yatabadilishwa. Lazima itakuwa ni rahisi sana wewe kuacha dhambi, kwa sababu mtu ambaye ni sahihi au mtu ambaye ana tabia njema, ukiwa mbele yake hawezi kumisbehave kirahisi. Kuna watu ambao ukiambatana naye hawezi kutukana kirahisi. Najua kulingana na mazingira kulingana na watu ambao unatembea nao, unaweza kutukana kirahisi au unaweza ukaiba kirahisi au unaweza kawa mzizi kirahisi. Kwa hiyo I recommend kwamba mtu aambatane na watu ambao ni sahihi, lakini kitu kingine amruhusu Mungu amsaidie, kwa sababu unaweza kawa kanisani na unajua kwamba hili jambo sio sahihi, unajua kwamba kabisa kwamba hili jambo ni dhambi, but unaona kabisa mtu bado anaendelea kufanya. Kwa nini anaendelea kufanya? Kwa sababu anajitahidi mwenyewe bila Mungu kumsaidia. Mungu hakudesign maisha kwamba mtu ajitahidi mwenyewe bila yeye kumsaidia. Mungu alivyotuumba aliweka kwamba sisi tumtegemee yeye katika kuishinda dhambi. So tumruhusu Mungu atusaidie. Tunamruhusu Mungu kumsaidia kwenye maombi. Kumwambia Mungu kwamba mimi na uovu fulani, kuna kitu fulani kinanisumbua, na dhambi fulani inanisumbua. So unashinda kwa kumruhusu Mungu akusaidie, usijitahidi mwenyewe. Yeah. Naam, kuna baadhi ya dhambi ambazo huwa zinaonekana ni nzuri sana, lakini huwa zinaua watu kimya kimya. Unafikiri ni dhambi zipi ambazo huwa zinaonekana ni nzuri kwa watu lakini zinaua kimya kimya bila wenyewe kujua? Na pia tunawezaje kuziepuka hizo dhambi? Na ukiongelea dhambi, in fact uovu unaonekana ni mtamu. Yaani ukizungumzia dhambi wewe unaweza ukaigadi kama dhambi, lakini muda mwingine wale ambao wanaifanya na hata kawaida tu dhambi inaonekana kabisa kama ni nzuri kwa macho ya kawaida na kwa mwili unavyoona. Kwa mfano kama dhambi ya uzinzi, unaweza kuona kama ni nzuri na watu wanaozini ni kama wanafurahia. Dhambi ya uizi, mtu akiiba ni kama anafaidika, ni kama anakuwa tajiri kirahisi, ni kama anapata raha kirahisi. Lakini hiyo dhambi yote mtu ambao atakuwa anafanya itakuwa inaonekana ni nzuri, lakini mwisho wake itampoteza. Uzinzi, dhambi ambayo inaonekana labda nzuri kwa watu wengi, ni dhambi kwanza ya kitofauti, kwa sababu mtu anapofanya zinaa anafanya dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Dhambi zingine zote mtu anafanya nje ya mwili wake, lakini dhambi ya uzinzi mtu anafanya ndani ya mwili wake mwenyewe. Uzinzi unaweza kumpelekea mtu akaumia nafsi.
maumivu wengi ambao watu wengi wanayo. Kuna baadhi ya watu maumivu yao yanatokana na dhambi ya uzinzi, lakini uzinzi pia unafungua milango ya giza kwa mtu, watu ambao wanashambuliwa na nguvu za giza kwa sababu ya maisha ya uzinzi. Lakini pia dhambi ya zinaa inasababisha mtu asiwe na akili, maana Biblia inasema zinena mwanamke ana akili kabisa. Sio tu akili tu hizo darasani, maana mwingine anazungumzia kwenye kusoma. Sawa kwenye kusoma pia, lakini akili ya biashara, akili ya uongozi, ya dhambi ya zinaa inaua. Dhambi ya zinaa inaua akili ya genius kwenye mambo mbalimbali ya maisha. Kwenye mtu anaacha kuwa creative kwa sababu anaishi maisha ya zinaa. So ukianza kuangalia mtu kuna namna anatakiwa awe na saizi awe iko namna hiyo kwa sababu ameishi maisha ya zinaa. Yeah. Katika maisha yako yote umewahi kupigana na jambo lolote au dhambi au uovu wote kwa lengo la kukua kiroho? Na ni uovu gani ambao ulikuwa unakusumbua ili uweze kukua kiroho hadi hapo ulipofikia? Kwa sababu moja kati ya uthibitisho, wewe pia ni mwandishi wa vitabu. Umewezaje kuandika na pia uliwezaje kupigana na uovu, kwa sababu sisi ni vijana bado katika level ya kukua. Umewezaje kushinda uovu hadi kuwa imara kiasi hichi? Okay, bado kuna vitu bado naendelea kupigana navyo. Bado sijafika na siishi kwenye maisha ya uovu. But dhambi ambayo ilikuwa inanisumbua, dhambi ya pride, dhambi ya kiburi, dhambi ya kosa unyenyekevu, ile ego na ile pride tulikuwa nakifanya. Yeah, dhambi ya kiburi. Yani kuna namna kiburi kilikuwa kinanisumbua sana, au kosa unyenyekevu. Kwanza kumuona mtu na ukajiona kwamba wewe labda ni mkuu kuliko yeye, ukajifananisha na watu, ukaona labda watu wengine kama labda hawafai, au ukaona watu wengine labda kama wanakosea sana, au watu wengine kuna namna wanaishi maisha ya uovu sana. That was a problem. Na naishindaje? Nilishinda kumwambia Mungu, naomba nisaidie, mimi nina kiburi. Mungu naomba nisaidie, I'm not humble. So baada ya kumwambia hivyo Mungu alinisaidia, na Mungu anaendelea kunisaidia kutoka kwenye hali ya kiburi, kwa sababu nimetokea kule Mbeya wenye Kiusa kana kasifoni ka kiburi. Kwa vitu ambavyo unavimiliki au labda kwa nini ambacho kinakufanya unakuwa na pride, unakuwa na kiburi ambacho kinanifanya sio hivyo tu. Unaona kabisa kwamba wewe ni mtumishi, wenzako wanazini, wewe uzini, kwa unajiona kama wewe ndo mtakatifu sana, labda au wenzako wanafanya mambo ambayo ni mabaya, unafanya mazuri. Kwa nilikuwa najiona hivyo kwamba mimi labda ni mtakatifu sana kuliko wengine, au kuna namna nilikuwa naona watu wengine na kiburi ni kama mtu aina kama mambo kama hayo. Na yule mtu ambaye anahitaji kubadilika lakini kila siku amekuwa akishindwa, kila siku amekuwa akifanya maovu, analia, akitaka kubadilika anashindwa kubadilika, anabaki anaumia mwenyewe, lakini anajikuta amerudi kwenye kufanya maovu yale au kuleta shida ile. Unafikiri nini cha kumueleza au nini cha kumsaidia kwa mtu ambaye anarudi kwenye dhambi ile? Cha kwanza, kama hajaokoka, narudia kusema kwamba ampesi, na kama ameshaokoka pia, na kama ameshaokoka hiyo dhambi asiifiche, kwa sababu unajua dhambi, mtu akishaificha dhambi itamuumbua. Dhambi inapendaga mtu aifiche ili dhambi ije imuumbue. So amfuate wakubwa, kama na mchungaji, amfuate mchungaji wake, amueleze kwamba una kitu fulani kinanisumbua, naomba nisaidie kuomba, au nishauri nifanye nini. Au afuate mtu ambaye yote ambaye ni mkubwa, ambaye anamheshimu, akamwambia kwamba mentor wangu, mimi kuna kitu fulani kinanisumbua. Lakini pia inawezekana kuna pattern kwenye maisha yake, yani kuna roho nyuma ya hicho kitu ambacho mtu anakifanya, ndio maana hiyo pattern inajirudia mara kwa mara. So cha kumshauri aende akafanya deliverance, maana wengine wanaendelea kuzini. Yani mtu anazini leo au anafanya masturbation leo, anarudia tena, sio yeye, nyuma yake kuna roho ambayo inamfanya mtu yule afanye kitu kama kile. So aende akafanyia deliverance, maombi ya ufunguzi. Another thing, ajitenge na watu ambao wanamsababisha afanye kitu kama kile. Kwa mfano dhambi ya zinaa, mtu anafanya zinaa afanye peke yake, kuna watu ambao wanafanya nao zinaa. So kitu ambacho inabidi akifanye, ajitenge nao watu. Haiwezekani mtu umezini naye afu bado namba yake umeitunza, anakutumia message mambo bado unajibu. Kwa kama wewe umeamua kabisa serious kuacha hizo message, usijibu na namba yake iblock, and jitenge kabisa, jitenge nao kabisa, kwa sababu tuishi mbali na dunia. Usiendelee kuentertain watu ambao wanakurudisha kwenye ile jambo, kwa sababu wewe umeshaokoka. Kuna watu kiendelea nao kuishi, yani watajua kabisa kwamba wewe hawezi kuokoka
na wewe bado unaendelea. Kwa hiyo mtu anajua kabisa wewe unataka sana, na bado anakuambia leo vipi, njoo ghetto tena, kwa sababu yeye ameshakuzoea katika ile hali. Kitu kingine ndio hicho, awe anamwambia Mungu, yani sijifanye kama Mungu atuone. Najua sisi wanadamu tulivyo, tunaishi like Mungu ajui tunachokifanya, tunaishi like kama Mungu labda hafahamu mambo ambayo tunayapitia. Kwa hiyo mtu anamficha Mungu jambo lile ambalo analifanya. Kabla hujaenda kufanya ile jambo ambalo linakusumbua kila wakati, mwambie Mungu, leo nataka nikafanya kitu fulani, leo usiponisaidia nitaanguka. So be honest to Mungu, mwambie Mungu, naomba nisaidie kwenye uovu, naomba nitoe hapo kwenye uovu. Lakini pia mshirikishe rafiki yako, mwambie rafiki yako, kuna wale marafiki ambao wanaweza kukusaidia kuomba, au marafiki ambao wanaweza kukusaidia kushauri. Rafiki yani ambaye anaweza akakuvuta mkono kutoka kwenye uovu, mwambie my friend, naanguka, naomba ukiniona katika hali hii tena, naomba nisaidie, au naomba uniombee. Kwani kuna tofauti gani kati ya nguvu za rohoni au na nguvu za mwili? Kwa sababu kuna baadhi ya dhambi zinamhitaji mtu mwenyewe na baadhi ya dhambi umesema ni kumwomba Mwenyezi Mungu. Kuna tofauti gani kati ya hivyo vitu viwili? Au mtu akitaka kutegemea nguvu zake mwenyewe au akili zake mwenyewe kuachana na dhambi, anaweza kweli kuachana na dhambi, au ni nguvu za rohoni ndio zinamuondoa katika dhambi? Cha kwanza, mtu hawezi akaacha dhambi mwenyewe kwa kutegemea akili zake mwenyewe, kwa sababu kinachomsababisha pia mtu afanye dhambi, kwa sababu asili ya mwanadamu ambaye hajaokoka ni dhambi. Asili ya mwanadamu ambaye hajamcha Mungu ni dhambi. So it's so easy mtu kuanguka, kwa sababu upo karibu na mwili, na mwili unaupelekea ufanye dhambi. Yani mwili asili yake kabisa unataka uzeni, mwili asili yake kabisa unataka kiburi, mwili asili yake kabisa unataka ugomvi. Ndio maana hata kama umeokoka unamda mtu akikukwaza, yani kuna hasira inakuja, lakini mtu hawezi akashinda dhambi na makosa mengi ambayo tunayafanya. We depend our own mind kwenye kuishinda dhambi. We depend our own ways kwenye kuishinda dhambi. Na tunavyotegemea akili zetu wenyewe tunapopotea. Kwa hiyo hatutakiwi kutegemea akili zetu, tunatakiwa kutegemea akili ya Mungu. Na inabidi kutegemea nguvu za Mungu na uwezo wa Mungu ambao unaweza kusaidia kutoka kwenye dhambi. Kwa mfano mapepo, yani kwa mfano mtu anazini kwa sababu labda ana pepo, au mtu anazini kwa sababu labda mambo ya majini, maroho kwa shetani. Hapo hahitaji kuwa na akili zake ili ashinde ile dhambi. Inahitaji nguvu ya Mungu, inahitaji nguvu nyingine ya kumsaidia, kwa sababu nguvu yake yani tunapozungumzia sisi hapa tunaweza mapepo kwa sababu na nguvu za giza na shetani, kwa sababu Mungu anatusaidia. Kama asingekuwa Mungu, sisi hapa shetani hatumwezi. Maana watu wanamchukulia pia simple shetani. Shetani huwezi kumweza kama una Mungu. Wewe unaweza kumpinda shetani ukiwa kwa Mungu. Maana Biblia inasema ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na wewe wetu. Yaani huwezi ukaenda na kumpinda shetani nje ya Mungu. Kwa hiyo ushindi wetu si upo ndani ya Mungu. Kwani sisi hapo tumeumbwa like samaki kumweka kwenye maji ndio anaweza akawa na nguvu. Ila ukimtoa nje ya maji anakuwa na nguvu. Kwa hiyo sisi hapo kutoka ndani ya Mungu tunakuwa na nguvu ya kuishinda dhambi, kumshinda shetani na vishawishi vyake na mabaya yake yote. Mtu anasema mimi nataka toba ya kweli, lakini nimekuwa nikiomba msamaha kwa Mungu lakini narudia hiyo dhambi. Toba ya kweli ni ipi? Mtu akiomba kabisa anajua hii mimi nimesamehewa kabisa makosa yangu. Toba ya kweli haihusishi tu maneno. Toba ya kweli sio tu confess kwamba nilizini, niliiba, nilisema uongo, nilisengenya. Toba ya kweli sio hivyo. Yaani ukishasema hivyo, yani hapo umesema. Ukizungumzia neno toba ni kugeuka. Toba ni like turning. Yaani ulikuwa unaelekea uelekeo fulani, when you change that direction, that is toba. Kwa hiyo mtu kama afanye toba ya kweli, aseme hivyo kwa Mungu, lakini pia haache kufanya kile ambacho alikuwa anakifanya. That is a true toba. Yaani kama alikuwa anaiba, akishaomba msamaha, akiacha kuiba, ndio toba yake imekamilika. Lakini kama alikuwa anaiba na bado akaendelea kuiba, maana huyu alikuwa hajazamilia moyoni. Na toba ya kweli inatoka moyoni, haitoi kwenye maneno. Maana Biblia inasema watoto wadogo msipende kwa maneno, mpende kwa matendo. Yaani inamaanisha huyu alikuwa anamzunguka Mungu, yaani alikuwa anamdanganya Mungu. Kwa Mungu nimefanya hivi, lakini moyoni alikuwa hamaanishi. Bado moyoni alikuwa anapenda kufanya uzinzi, bado moyoni alikuwa anapenda kulala na yule dada, bado moyoni alikuwa anapenda kulala na yule kaka. So tufanye toba toka ndani ya moyo wetu, na toka ndani ya moyo wetu itahusisha matendo ya kubadilika kabisa kutoka kwenye yale mambo ambayo ulikuwa unayafanya. That is
Biblia inasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Lakini mtu amekuwa akisema nimejaribu kuacha hili lakini siwezi. Kuna uhusiano gani kati ya hayo maneno na maneno ambayo yamezungumzwa kwenye Biblia? Au unazungumzia vipi hilo swala? Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Lakini mtu anasema nimejaribu kuacha, nimeshindwa. Nimejaribu kutumia akili zangu, nimeshindwa. Nimejaribu kufanya chochote, nimeshindwa. Anabaki analia, anabaki anashindwa kufanya chochote kile. Okay, unapozungumzia nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kama alitumia akili zake na alishindwa, na unaweza katika yeye akutiaye nguvu, inamaanisha alivyoweти principle. Kwa sababu unaweza katika yeye, sio katika wewe, au sio katika akili zako, au sio katika mipango yako mizuri. Maana watu wengine wana mipango mizuri ya kuacha mambo, kwamba leo sitamtafuta yule kaka, leo sitakunywa pombe, leo wiki nzima nitakuwa niko busy na mambo yangu ili nisifanye dhambi. Ila amesahau kufanya katika yeye amtiaye nguvu. So neno la Mungu ni kweli, neno la Mungu ni amina, na neno la Mungu alijipingi. Ni kweli, tunayaweza mambo yote katika yeye, katika Mungu, katika Yesu. Hatuyawezi katika akili zetu au katika mipango yetu mizuri, kwa sababu ukiwa na mipango mizuri ya kuishinda dhambi, hiyo mipango yako itafeli. Yaani huwezi hata watu ambao wanajitahidi labda kuacha pombe au kuacha mambo mabaya nje ya Mungu, au hata watu ambao labda wale watu ambao wanaiba labda ya serikali au wanafanya mambo ambayo mabaya kwenye sekta mbalimbali, hawawezi bila Mungu kuwasaidia. Msamaha Mungu una mipaka, au kuna baadhi ya dhambi Mungu huwa hasamei, na ni dhambi zipi? Mungu anasamehe dhambi zote. Labda Biblia dhambi ambayo imezungumzia ambayo mtu hatasamehewa ni dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Na kumkufuru Roho Mtakatifu sio rahisi vile ambavyo watu wanajua. Ni kazi sana kumkufuru Roho Mtakatifu. Lakini dhambi zote, kwa sababu kwa nini dhambi zote zinaweza kusamehewa? Kwa sababu ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu sio tu damu ya kawaida, ni damu ya Mungu. Kwa sababu unapomzungumzia Yesu, baba yake ni Mungu. Na mtu damu analistoka kwa baba yake. Kwa hiyo unapozungumzia damu ya Yesu, nazungumzia damu ya Mungu. Kama damu ya Mungu itoka kwa ajili ya malipo ya dhambi ya mtu, dhambi yoyote ile inaweza kufutwa na damu ya Yesu. Na Mungu anaweza akasamehe. Sio Mungu atusamehe kwa sababu labda sisi ni wazuri, au kwa sababu tunaenda kanisani, au kwa sababu tunasali novena, au tumeshika rozari, au tumeshika vifungu vya Biblia. Mungu anasamehe kwa sababu ya Yesu. So tunapozungumzia msamaha wa Mungu, inabidi tumuone Yesu. Yaani hawezi ukaruka msamaha wa Mungu bila kumwangalia Yesu, kwa sababu hatusamehe kwa akili zetu wenyewe au kwa matendo yetu wenyewe mazuri. Kwa mfano mtumishi, mtu kama mtu ana matendo mazuri, na huyu mtu hajampokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, amwamini Yesu, hawezi kusamehewa makosa yake. So confidence yetu ipo kwenye damu ya Yesu. Kwa hiyo damu ya Yesu inaweza kusamehe kila makosa. Yaani kuna watu wengine wanahisi kama Mungu hawezi akawasamehe, lakini Mungu anaweza kusamehe makosa yote. Na Mungu akishakusamehe anasahau. Yaani Mungu anasamehe na kusahau kabisa. That is labda hatua kubwa kwa mtu yule ambaye anataka kubadilika moja kwa moja au kubadilika kweli kweli, ni hatua ipi ya kwanza ambayo anatakiwa ichukue ili aweze kubadilika kweli kweli? Mabadiliko ya mtu au badiliko la kweli la mtu, hatua ambazo inabidi azichukue: akishampokea Yesu, alikulie neno la Mungu, aishi neno. Neno la Mungu ni chakula. Hakuna mtoto ambaye anaweza akala, au hakuna mtu ambaye anaweza akakua bila kula. Biblia inasema yatamanini maziwa. Inasema kama watoto wadogo mliozaliwa, yatamanini maziwa yaliyogoshiwa. Neno la Mungu ni chakula ambacho mtu akiwa anakuwa. Kwa ukiwa una tabia kujifunza neno la Mungu, unasikiliza mafundisho, unasoma Biblia, unajifunza neno la Mungu kila siku, unatafakari neno, utakuwa. Lakini kitu kingine, maisha ya maombi. Unasoma neno lakini pia unaomba. Yaani maombi yatakusababisha uwe mtu imara zaidi. Yaani maombi yatakufanya uwe na nguvu zaidi za kiroho. Kwa sababu mtu aliyekuwa ana nguvu zaidi kuliko mtoto. Kwa hiyo mtu ili awe imara lazima achochee nguvu kwenye maombi. Kwa hiyo maisha ya maombi, maisha ya neno, maisha ya kukulia wokovu. That is. Tukiwa tunaenda kumalizia, labda kwa yule mtu ambaye ameshindwa, yule mtu ambaye amekata tamaa, unafikiri ni neno lipi la kumpa au la faraja la kuweza kumfariji au kuweza kumsaidia ili kuepukana na dhambi au na uovu au na changamoto yote ile ambayo inamzunguka in general katika yote ambayo tumeyozungumza hapa?
Cha kwanza, Mungu hajakununia. Mungu anakupenda. Mungu anataka akusamehe. Mungu amekumisi. Yani kama upo kwenye hali ya majuto, Mungu amemisi uwepo wako kanisani. Mungu amemisi uwepo wako kwenye chumba cha maombi. Mungu amemisi vile ulivyokuwa unamfurahia, ulivyokujisikia aibu. Kwa hiyo Mungu hana kinyongo na wewe. Kwa hiyo wewe unajihukumu mwenyewe. Kwa hiyo usikae tamaa, kwa sababu hakuna dhambi ambayo Mungu hawezi kuisamehe. Lakini usimuonee Mungu aibu, usimkimbie Mungu, mkimbilie Mungu, kwa sababu mtu akifanya dhambi anajitenga na uwepo wa Mungu mwenyewe, na shetani ndio huwa anaitaga mambo yao ya hatia. Mtu anakuwa na hatia, anakuwa na aibu, mwisho wa siku anakuta aendelee na wokovu, aendelee kwenda kwa Mungu, aendelee na ibada. So kitu ambacho namshauri arudi kwa Mungu, asimkimbie Mungu, amkimbilie Mungu. Mungu atamsamehe, na inawezekana kabisa kutoka kwenye kile ambacho anakipitia, na Mungu atamsaidia katika jina la Yesu. Amen. Asante sana. Labda tumalizie jambo la mwisho kabisa, sentensi moja ambayo kutoka moyoni mwako katika mada tuliyozungumzia hapa, ambayo inaweza kumtoa kijana kutoka gizani hadi kuingia nuruni, ambayo unatamani kushare na vijana wote au na dunia nzima kwa ujumla, kama as apostle au pastor. Just welcome. Kitu ambacho nadhani kumshauri mtu ni kwamba kushinda dhambi ni rahisi sana, na kushinda dhambi inawezekana. Unaweza kuwa kijana na usiishi maisha ya uzinzi. Unaweza kuwa kijana usiishi maisha ya dhambi, inawezekana. Unaweza kuwa kijana usiishi maisha ambayo watu wengine wanaishi. Unaweza kuwa kijana usiishi maisha ya mabaya. Unaweza kuwa kijana ukaishi maisha matakatifu, ukanyoka na usipungukiwe chochote, kwa sababu mwingine anahisi kama akifanya dhambi, asipofanya dhambi labda atapungukiwa miguu au kuna kitu fulani kitapunguka katika maisha yako. Utakuwa ni kijana, utakuwa ni mjanja vile vile, utakuwa na nguvu vile vile, na Mungu anakusaidia kwa jina la Yesu. Naam, asante sana, na huu ndio mwisho wa podcast interview yetu ambayo tumeifanya hapa na mtumishi wa Mungu Joshua Mwambita. Nimechojifunza ni kwamba Mungu anasamehe. Dhambi zitakapokuwa nyekundu, basi zitakuwa nyeupe kama seruji. Hakuna aliyekosea sana wala hakuna aliyepatia sana, lakini msamaha wa Mungu unapatikana. Kama umejifunza mengi kupitia hii podcast, niombe usubscribe uweze kushare na kwa ndugu na jamaa na marafiki ambaye unaona iti ujumbe utakuwa umemgusa au ujumbe umfikie ili aweze kuwa bora sana. Asante sana. Langu jina ni Thomas Alex. Thank you so much. Tukutane kwenye next episode.